الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النوراني ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف سورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه وهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمامين الجليلين الإمام المحل والإمام السيوطي رحمهم الله تعالى ودام النفع بهما وبعلومهما الشريفة في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فقد قال الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Leo tuko katika aya ya 239 katika Surat Al-Baqarah. Subhanahu wa ta'ala anasema kutueleza katika masala ya salati al-khawfi. Salatu al-khawf maana yake ni swala inayoswaliwa wakati wake, lakini mbele yake pana mapigano baina ya Waislamu na makafiri, jihadi. Au swala ya kawaida vile vile unaswali, lakini inageuka kuwa salatul khawfi. Umeingia ndani msikitini, umefunga swala, ukamwona huku kibilani ametoka simba, unakimbia na huku unaswali. Au unatembea unanyata, unakimbia huku unaswali. Madha wa huzungumzi swala haibatiliki, vitendo vingi vinaruhusiwa. Ukawa huko umepanda mnyama unaruhusiwa, ukienda kwa miguu unaruhusiwa, ikiwa umeelekea kibla unaruhusiwa, ikiwa hujaelekea kibla unaruhusiwa. Rukuu yake utafanya kwa kichwa tu, Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, na huku unatimka. Au mumbwi, maana yake mvua zimenyesha huko milimani na wewe hapo unaposwali ni bondeni. Ghafla unaona yale maji yanakuja, maji yatakuchukua. Sasa unakimbia kutafuta mahali palipokuwa na salama, na uko ndani ya swala unaruhusiwa. Sasa ndo Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala, fa in khiftum, ikiwa mna hofu, yani mmeingiwa na hofu, mmechelelea, min aduwin, kutokana na adui, au sailin, au mumbwi, au sabuin, au mnyama mwenye kushambulia. Farijalan, naweza kuswali huku mnatembea au mnakimbia. Jamu ya rajulin ay mushatan, swallu, yani swalini hali ya kuwa mnatembea au mnakimbia. Au rukbana, na umepanda mnyama
umepanda farasi, umepanda gari. Maana siku hizi ndio vyombo vyetu, unakimbia lakini uko kwenye gari yako au kwenye pikipiki. Au rukbana, na umepanda mnyama. Jamu rakibin ni rukbanan, maana yake ni jamu ya mpandaji mmoja, rukbanan wengi. Ai, maana yake kaifa amkana, utaswali vile inavyomkinika. Mustakbili alqibla, hali ya kuelekea kibla, au ghairiha, au kuelekea kwengine. Maana wewe unakimbia pale penye salama, na kama ni vita basi unapambana, huwezi kuelekea kibla, atakupiga panga, unakwepa, unapiga na huku unaswali. Wayumiu, na ataotezea, maana ataashiria birukui wa sujudi, kwa rukuu na sijida. Kwa rukuu na sijida, maana yake ukirukuu utafanya hivi, samia Allahu liman hamida. Maana unaona kama kiroja, lakini kikutokea unaweza au unaswali hapa umeweka mkoba wako, mkoba ule ndio una pasipoti yako, una pesa zako, una kila kitu chako. Unaenda sijida, unaona mtu anaukaribia vile, ukikaa kitako unaona mtu kashaushika. Shekhe, unanyanyuka sijida, utaleta uko kwenye kiamu, unaruhusiwa kumshika yule, kumpiga kichwa, kumpiga ngwara, kumwangusha, kumkanyaga, na swala yako inaendelea. Madhali uzungumzi, kipiga mayowe, swala inabatilika. Maana ukajitia mendo, niko kwenye swala. Akiondoka na pasipoti yako, unasafiri vipi wewe? Na uko katika nchi ya watu. Umeelewana vizuri hapo? Akiondoka na pesa zako, shekhe, itakuwaje? Utapata wapi pesa? Kuna mtu wa kumkopesha msafiri hapa nchini kweli? Haya. Fa idha amintum, mnapopata amani sasa, hofu imeondoka, amintum min alkhawfi, mmepata amani kutokana na hofu. Fadhkurullaha, basi swalini. Mara nyingi inapokuja kwenye Qur'ani udhkurullaha, inakusudiwa swala, ila baadhi ya sehemu ndio inakusudiwa dhikri, kama pale ikisema wala dhikrullahi akbar, maana yake swala ni jambo kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, haikusudiwi pale dhikri. Na hapa vile vile fadhkurullaha, ai maana yake swalini, kama mfano wa vile ambavyo allamakum, amewafunza Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtume wake, ma yale ambayo lam takunu, hamkuwa nyie, taalamuna, mnayejua ndani ya swala kabla ya kufundishwa. Mtaswali kama kawaida, inawezekana rakaa moja iko katika salatul khawfi, rakaa tatu zilizobaki ziko. Tunaelewana vizuri? Hapa amegusia habari ya vita, kisha anarudi katika maudhui yetu ile kule ya talaka. Anasema Mwenyezi Mungu, walladhina yutawaffawna minkum, na ambao wanafiwa, yani wanakufa, wanafishwa
wayadharuna azwajan, wanawaacha wake, falyusu, na wausie, wasiyatan, wausie wasia. Wa fi qiraati birraf'i, unaweza kusoma wasiyatun, ay alaihim, juu yao inawajibika kutoa wasia, liazwajihim, kuwapa wake zao, wayutuhunna, na wawape katika uwasia, mataan, mutaa, kiasi cha kuweza kuendesha maisha yake kidogo, japo kwa uchache, maana yake aweze kuishi, kupata chakula na mavazi. Ila alhauli, mpaka kumalizika mwaka. Maana yake zamani eda ilikuwa mwaka mzima, kabla haijakuja amri ya ile aya iliyopita nyuma huko kwamba 4 ashhurin wa ashra, miezi 4 na siku 10. Zamani ilikuwa eda ni mwaka mzima, na hapa imetajwa wasia. Zamani mwanzo wa kuteremka Qur'ani ndio ilikuwa hukumu hii, lazima kabla ya kufa uandike mirathi yako, yani uandike wasia wako, fulani apewe hivi, fulani hivi, fulani hivi. Lakini ilipokuja aya ya mirathi, aya ili jambo la wasia likawa ni sunna, likaondoka kwenye fardhi. Na ilipokuja aya ya kueleza kwamba mwanamke mwenye kufiwa atakaa miezi 4 na siku 10, ikaondoka hii, ikawa mansukh hii ya mwaka mzima, ile ya mwaka mzima ikaondolewa. Lakini kwa vile imo ndani ya Qur'ani tunaisoma, kwa sababu ndani ya Qur'ani kuna an-nasikhu wal mansukhu, kuna ambayo inafuta hukumu na kuna ambayo inafutwa hukumu yake. Kwa hiyo hizi aya tunazosoma sasa hivi, hukumu hizi zimefutwa. Hukumu gani? Hukumu mbili hizi, kwamba mtu ambaye anaona hali yake yeye ya kiafya inazidi kuharibika kila siku, anatakiwa andike wasia, ni wajibu. Mke wangu apewe kitu kadhaa ambacho kitamsaidia mwaka mzima atakaokaa eda, kitamsaidia. La kwanza hili. La pili, eda ilikuwa mwaka mzima. Hukumu mbili hizi zimefutwa. Moja imefutwa kwa aya zinazoeleza habari ya mgawanyiko wa mirathi, kwa wasia ikaondolewa. Ya pili, ya mwaka mzima kukaeda, imeondolewa na aya tuliyosoma karibuni hapa juzi, tulisoma ya miezi 4 na siku 10. Tunaendelea mataan, ikiwa ni mutaa, ila alhauli, kwa ajili ya kumaliza mwaka, ghaira ikhrajin, bila ya kutolewa katika makazi yake. Mwanamke amekufa, mumewe yeye yuko katika nyumba ya mumewe, hapana sheria ya kumtoa mpaka malize eda. Zamani ilikuwa ndio mwaka mzima. Fa in kharajina, ikiwa watatoka wenyewe hao wanawake wanaokaa eda, fala junaha alaikum, nyie hamna madhambi, maana hamjamtoa nyie, yeye mwenyewe ndio kaamua kutoka kwenda kwa wazee wake, basi sawa. Maala radhi khasara, ila loridhia ana khasara, sikaridhia mwenyewe bwana. Lakini ilikuwa akae nyumba ile ile mpaka malize eda, kisha aondoke, apewe mirathi yake, aondoke. Fala junaha alaikum, hakuna madhambi juu yenu, ya awliya almayit, enyi mawali wa maiti yule aliyofariki naye ni mume, fima faalna, katika hayo wanayoyafanya wanawake, fi anfusihinna, kujifanyia wenyewe,
min ma'rufin, katika mema ya kisheria, au baada ya kumalizika eda ikawa katazayuni, kama kujipamba. Mwanamke ameshafiwa na mumewe, eda imekwisha, sheria inamruhusu kujipamba. Huenda likuli saqitin laqitun, kila kilichoanguka kina mwokotaji, pengine atatokea mtu. Wallahu azizun hakim, na hapana shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda katika ufalme wake. Hakuna kitu kinaweza kumshinda Mungu. Tena ni hakimun, ni mwenye hikma, kila jambo analiweka ndivyo. Mara nyingi watu wanatoa mfano mdogo wa kuelewa haraka mtu. Unasemaje kama Mwenyezi Mungu angeweka ipua ikawa huko juu? Singeingia vumbi, ingeingia mvua, ukioga maji yanaingia. Lakini Mungu kaiumba imeelekea chini, alafu ina mchirizi hapa huu, maji yakija yanaondoka yenyewe, yanaishia hapa tu, lakini hayaingii ndani, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni hakimun, kila kitu anakiweka ndipo. Hiki kinafiti hapa, anakiweka hapa, hiki kinafiti hapa, anakiweka hapa. Hii ndio kazi yake subhanahu wa ta'ala, ni moja katika sifa zake katika uumbaji. Yeye ni hakimun, na katika kuweka hukumu, ahkamu zote alizoziweka Mwenyezi Mungu, yeye ni hakimu. Hakuweka jambo lolote ambalo binadamu linamshinda. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ila uweza wake. Asiseme mtu siwezi kumfunga, la, Mwenyezi Mungu alivyoweka tayari ameshaangalia kwamba wanaweza kufunga, ndio akawekea somo. Mfano wake, wewe umeona chombo hichi hapa, hichi kinawekewa betri, na aliyekitengeneza hiki kwa saizi yake haweki betri ambayo itakuwa ni over, volti yake imevuka ikaungua mara moja kitu hicho. Na wewe Mwenyezi Mungu amekuwekea ibada hizi kwa saizi yako, hakuna kitu alichoweka ziada kwamba kitakuharibiwa akili au kitakuharibu mwili. La, kila jambo Mwenyezi Mungu ni hakimun. Naam, katika uumbaji wake iyatul mazkura, na hii masia ulotajwa hapa, mansukhatun, umefutwa hukumu yake, biayatin miras imebakia kusoma tu, lakini hukumu imeondolewa. Watarabusul hauli, na kukaa eda mwaka mmoja, imefutwa biayati 4 ashhurin wa 10, kwa ile aya ya miezi 4 na siku 10 asabika, ambayo imetangulia. Kwa hiyo ile imechelewa kuteremka, aya ile imekuja baadaye, lakini katika mpango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alioipanga Qur'ani, na yeye amepangiwa na Jibril. Baada aya hii ndio iwe hii. Aya hii ndio inaitwa at-taklifiyu, at-tawqifiyu. Yani at-tawqifiyu ni kila kitu kimepangwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, na yeye kapangiwa na Jibrili kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba baada ya sura hii ndio ije sura hii, baada ya aya hii ndio ije aya hii. Kwa hiyo inaitwa tawqifiyu. Kwa hiyo ile aya imechelewa kuteremka. Siku zote nasikh inachelewa, mansukh inatangulia. Ile yenye kufutwa inatangulia, ile yenye kufuta hukumu inakuja baadaye. Lakini katika kupangwa ndani ya Qur'ani, inapangwa vile ambavyo ameamua Bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa Jibril na mtume wake, ipangwe hivi. Hii Qur'ani yote imepangwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe na mimi kwetu ni haramu ukataka wewe ndani ya
nini katika swala ukageuza ukaanza wala dhalina ghairil maghdubi, ukarudi nyuma mpaka ukafika alhamdu, swala hiswi. Lazima ufuate vile ilivyopangwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema walilmutallaqati, na wale wenye kuachwa vile vile inawathibitikia kupewa mataa. Wanawake wote kwanza walitajwa wale wenye kuachwa kabla ya kuingiliwa, kisha imetajwa wale waliofiwa na waume zao. Sasa inatajwa wenye kuachwa wote. Mataun bilma'rufi, watapewa mut'a. Kiswahili tunaita kama kiinua mgongo hivi, hakifiki mahari, ila mwenyewe ana khiari, mwenye kutoa akatoa zaidi, lakini hakifiki mahari. Kama mahari ni 300,000 basi anaweza akatoa 100,000 anampa yule mke. Hii inaitwa mut'a, imewekwa na Qur'ani, umeona. Walilmutallaqati mata'un bilma'ruf, na wenye kuachwa wapewe mut'a bilma'rufi, kwa wema. Hii ikiwa ni haqqan, ni haki inayotekelezwa ala almuttaqina, na wacha Mungu. Wao ukiona wewe huwezi kutekeleza, basi wewe si mcha Mungu. Umempa talaka mke kisha umpi chochote kitu. Bwana mmoja alikuja kuniuliza swali wakati wa darasa, na yeye ni rafiki yangu. Sasa bwana, mimi nimeacha mke, lakini yule mke wangu alikuwa hodari wa kutengeneza ice cream na barafu, akiuza anapata kitu kidogo. Sasa nimeamua ile deep freezer nimpe yeye, inatosha kwa mut'a? Nikamwambia inatosha, sio lazima umpe pesa, unaweza kumpa kitu ambacho kitamwendesha maisha yake. Kadhalika, hivyo ndivyo yubayinu Allahu, anabainisha Mwenyezi Mungu kwa kudhihirisha kwake, lakum, kukudhihirisheni nyie, ayatihi, aya zake, maana yake hukumu zake zilizomo ndani ya aya, la'allakum ta'qiluna, ili muweze kuzingatia, yani muwe na akili mkazingatia. Habari hizi zimekwisha, zinaanza habari mpya. Habari mpya hizi ni wakati wa Mtume Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Mtume Musa alifariki kabla ya kuingia katika mji wa nini, wa Yerusalemu, lakini walimchukua wakamzika mule ndani. Ndio riwaya iliyopo. Yeye Nabii Musa aliweka makhalifa ambao baada ya kuondoka yeye, nani ataongoza dini? Akachagua mtu ambaye amehifadhi Taurati na anajua ahkamu zote na anajua kukaa na watu, anaweza kuwasikiliza watu matatizo yao na nini. Kwa hiyo Nabii Musa alayhi salam alimwachia Yusha ibn Nun, na katika riwaya nyingine Yusha ibn Nun alipewa utume, lakini katika riwaya hii iliyokuwa hapa kwamba alimwacha kama khalifa wake. Na Yusha ibn Nun alipokuwa amefikia kufariki, akamwacha mtu mmoja anaitwa Kalibun, na huyu Kalib alimwachia Hizqil. Sasa habari tunazosoma hapa zinamhusu huyo Hizqil, ni mmoja katika makhalifa wa Mtume Musa. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alam tara, hivi huoni ajabu wewe? Maana yake ni jambo la kustaajabisha hilo. Ila alladhina, kuwastajabia ambao kharaju min diyarihim, wametoka katika majumba yao, wa hum ulufun,
wakiwa maelfu, yasemekana ni 4,000 au 8,000 au 10,000 au 30,000 au 40,000 au 70,000. Hizi ndio riwaya. Hao wametoka kwenda kupigana na Jalut. Yeye alikuwa ni mfalme. Jalut huyu alikuja akawateka watoto wa wafalme ambao wametangulia katika miji ya Jerusalem na mingine ya jirani. Akateka watoto 400, watoto 400 akaweka chini yake, na watu wengine akawachukua. Sasa huyu Hiskil, riwaya zinatofautiana. Baadhi ya riwaya zinasema kwamba na hao makhalifa wote wa Nabii Musa walipewa utume. Yeye huyu akaambia tutoke tukapambane. Wakatoka watu 70,000. Wakienda kupambana, kiukweli watamshinda yule Jalut. Naam. Alafu hadhara almaut, kwa kuogopa kuuawa. Wametoka sababu gani? Wametoka kwa sababu katika mji umeingia taun. Kwa hiyo wao wametoka kwanza wakiogopa kufa kwanza. Masala yao ya kwanza ni hayo. Wametoka katika mji kwa kuogopa taun. Faqala lahum Allahu mutu, Mwenyezi Mungu akaambia kufeni wote, kafia mbali wote 70,000. Thumma ahyahum, kisha kawahuisha wakaishi. Inna Allaha, hapana shaka Mwenyezi Mungu, la dhu fadlin, ndiye mwenye fadhila kubwa, ala nasi, juu ya watu. Nayo ni katika fadhila hizo ni kuwahuisha hao Banu Israili hao. Walakinna akthara nasi, lakini wengi katika makafiri, yani watu wanakusudia makafiri hapo, la yashkuruna, hawashukuru. Maana yake walikufuru wale, baada ya kuwa wamefishwa, kisha Mungu akawahuisha, kisha wakakufuru. Walqasdu min dhikri khabari haulai, na ambalo limekusudiwa katika kutaja habari zao hawa kwamba wamehuishwa, tashyi'ul mu'minin, ni kuwatia ushujaa waumini pale patakapotokea jihadi, wasirudi nyuma. Na ndio inaelezwa hapo, waqatilu fi sabilillahi, na piganeni jihadi katika jihadi ya Mwenyezi Mungu, yani katika dini ya Mwenyezi Mungu. Waalamu, unatambueni, anna Allaha, kuwa Mwenyezi Mungu, samiun, ni mwenye kusikia, liaqwalikum, kwa maneno yenu mnayosema. Mtume tena ishakuwa tabu, tukapigane tena, sitakufa sisi. Wengine wanasema hivyo, wengine wanasema sisi tunasikiza amri ya Mtume. Mtume anajua jambo lilokuwa kheri kwetu. Anasema wa'lamu, natambueni, anna Allaha, kuwa Mwenyezi Mungu, samiun alim, ni mwenye kusikia na mwenye kutambua, mwenye kujua habari zenu zote. Man alladhi, ni akina nani hao? Yani yupi huyo? Alladhi, ambaye yuqridu Allaha, anamkopesha Mwenyezi Mungu, biinfaqi malihi, kwa kutoa mali yake, fi sabilillahi, katika jihadi, yani anatoa mali yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Yuqridu Allaha, anamkopesha Mwenyezi Mungu,
qardan hasanan, mkopo uliokuwa mwema, uliokuwa mzuri, uliokuwa wenye manufaa kwa waumini katika vita, ikiwa muna ndani yake wametoa mali au wametoa wanyama au wametoa chakula au wametoa chochote kile bi an yunfiqahu lillahi, kwa kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, azza wa jalla. Azza maana yake aliyetukukia kwa ushindi, na jalla aliyetukukia kwa utisho. Ndio maana ya azza wa jalla. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ametukukia kwa ushindi, ndo azza, ndo azizun. Na jalla aliyetukukia kwa utisho, kwa utisho ndo maana jalala, jalalun, jalla jalaluhu. Anasema ametoa mtibi qalbi, na ametoa kwa moyo safi, fayudhaifahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazidisha ile mara 2 yake, mara 3 yake, mara 5 yake, mpaka mara 700. Hayo malipo yake. Au mujahidina na wale wenye kutoa kwa ajili ya jihadi wanalipo mpaka mara 700. Inategemea na usafi wa mali yake na usafi wa nia yake. Maana mwingine yeye anatoa mali haendi vitani, mwingine anatoa mali na vitani anakwenda, kama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ametoa mali na vitani amekwenda radhiyallahu anhu. Fayudhaifahu, na katika kirani kingine yudhaifahu, anaizidisha lahu adhafan kathira, mara nyingi sana. Uzidishaji wenyewe mara nyingi sana. Wallahu yakbidhu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuzuia riziki. Mtu akajiona fakiri, ana kitu, wayabsutu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukunjua. Maana yake ni hivi: wewe usokuwa na kitu usimchukie mwenye kitu. Wewe aliyekunyima ni Mungu, na yule aliyompa ni Mungu. Tatizo nini? Tunaelewana vizuri? Yeye Mwenyezi Mungu kampa, akitaka kutoa atatoa kwa khiari yake. Huwezi kumlazimisha, bwana wewe vipi bwana, mwezi unakuisha au bwana hujanipa zaka yangu. Wewe bwana vipi bwana, ala, akitaka atakupa. Pengine naye mwingine uko anampa, usimkalifishe. Wewe omba Mungu, wewe upate uwezo, upate kutoa, alafu ndio utajua nini maana ya kutoa. Wakati unaambiwa bwana mbona hujanipa, maana yake nini? Maana itakuja zamu yako utaambiwa zaidi hayo. Kwa hiyo wallahu yakbidhu yumsiku rizqa, Mwenyezi Mungu anazuia riziki amman yashau, mwenye kumtaka, ibtilaan, kwa kumwonja, kwa mtihani. Wayabsutu, na anamkunjulia mtu riziki, yuwasiuhu, anaikunjua, liman yashau, imtihanan, kwa kumpa mtihani. Ataikumbuka dini yake, atakumbuka Waislamu wenzake, yote hayo ni jumla ya mtihani. Wa ilayhi turjaun, na kwake yeye Mwenyezi Mungu ndio marejeo, ndio kurejea. Fil akhirati, akhira, fayujazikum bi a'malikum, atawalipeni kwa amali zenu, kila mmoja na amali yake. Mimi sitokubebea amali yako wewe, wala wewe hutonibebea amali yangu mimi. Kila mmoja kwa amali yake. Wallahu wa rasuluhu a'lam